Wanjiru is the best. Wanjiru Amaribeta. She sings her poems in English, Kikuyu and Kiswahili. She makes rhyming words and funny jokes in her poems. Wanjiru Amaribeta ko YouTube na TikTok. Wanjiru Amaribeta enanginya cartoons. Wanjiru Amaribeta ni mundu wafata. Hivyo ndivyo mulikuwa mnalia kiroho. Naye Bishop John na Reverend George aliwatuliza kwa nyimbo za kiroho, na hivyo ndivyo mulikuwa. Sisi sote hapa tulikuwa wachanga kiroho. Kama mimi niliposikia sauti mara tatu kama Samuel, nilienda kwake Reverend George na Bishop John na kumwomba ushauri. Walielekeza kwa njia inayofaa, na ndiyo maana sisi wote hapa tuko hapa leo. Asante na hongera kwa ushauri wetu. Thank you. Nyoosheni mikono yenu kama vile Mfalme Solomon alivyofanya. Mtubariki kama vile Jacob alivyobariki Joshua. Miguu yetu iende kwenye mavuno ya Bethlehem, na mikono yetu igawanye mikate kwa ajili ya maelfu. Thank you. Praise God again. Naitwa Grace Mpiro, nimeokoka na kupenda Yesu. Wengine wanajua jua Mareveta, nasemanga points. You support me kwa YouTube na TikTok, wajua Mareveta. Thank you. Na kwa hivyo wale waliokuwa na hili jambo na walioanza hili jambo wasimame. Wanajua sitataja wasimame. Wewe walikuja na hili jambo wasimame wote. Mwangia kwa wapi? Mwangia ametoka. Haya. Kwa hiyo sasa na wale wengine tuwapigie makofi. Maana ni miaka mingi tangu utoke hapa na hujarudi, lakini wao wamewaza na hili jambo limetimia kwa sababu wamekutana, na sio kwa mahali walikuwa wanakaa. Mama Shiro alikuwa anawaongelesha kwa simu. Wanasikiwe. Mimi hata sikuwa najua. Wanasikiwe. Wao ndio waliniambia. Mama Shiro aliniambia alikuja sisi wote walioanzisha mahali hapa. Wanasikiwe. Na hatukuwa hapa. Wakati tulikuwa tunaomba asubuhi, wakati tulikuwa tunawashia, nikarudisha fikira zangu nyuma huko. Ilikuwa inaitwa nasari, haikuwa inaitwa Debeba Primary. By then ilikuwa ni darasa 2. Ilikuwa ni darasa 2 ama 3. Ilikuwa ni darasa, ilikuwa ni nasari na ilikuwa ni madarasa matatu tu. Wanasikiwe, na sisi tukawa tumepewa moja. Wanasikiwe, tuanzishe kanisa pale. Wanasikiwe. Nilipokumbuka hayo maneno nikalia ikiwa hapa. Wapendwa, Mungu ametutoa bahari. Na kwa hivyo kuwa mahali hapa siku ya leo sio hivyo tu. Wanasikiwe, inagharimu mkono wa Bwana. Na Mungu anataka tumshukuru. Wanasikiwe. Maana inasema katika Zaburi 50 na mstari wa 14 mstari wa 15 ya kuwa mwenye anafanya sadaka la shukrani ni Mungu anaheshimu. Wanasikiwe. Na huyu mtu atakupolia akiwa kwa shida, naye Mungu akisikia kilio chake na akamkumbuka, naye mtu atarudi kumshukuru Bwana. Wanasikiwe. Kwa hiyo kwa kila mmoja wetu tumshukuru Bwana kwa yale yote ametupitishia. Wanasikiwe. Na kufika mahali hapa. Wanasikiwe. Ni mengi tumepitia. Wanasikiwe. Lakini Mungu is a faithful God. Wanasikiwe. Wacheni na tuendelee kumpenda na kumwabudu kama Mungu. Wanasikiwe. Mungu aambiwe kama Mungu. Wanasikiwe.
Haleluya. Bwana asifiwe. Tuko hapa kwa sababu ya baraka. Bwana asifiwe. Wewe ikawa tumekuwa kwa mawito. Unajua Isa alipoanza kuandaa baraka, Bwana asifiwe, akamtuma Esau. Bwana asifiwe. Na Esau akakawia kwa mawito. Wewe ikawa hiyo miaka yote tumekawia kwa mawito na baraka zetu zimeenda na wale wanakuja mbele. Bishop, natumai uko na baraka zetu. Maana Esau aliporudi kutoka kwa mawito, alikuta baraka ishaenda. Na Isaac akamwambia Esau, mimi sina baraka. Sina baraka ingine nimebakisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Nilisema hivyo, nataka kusema nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amekuwa kimbilio, tegemeo na msaada wa maisha yangu. Bwana asifiwe. Na nena maneno maine. Bwana asifiwe. Ile ambayo inaambatana na kuwa mtakatifu. To be righteous. Kuna mambo maine. Kama wewe unaandika, uanze kuandika. Mambo maine that follows who is righteous. Mambo yale yanayotokana na kuwa mtakatifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Nataka tuangalie mambo maine. Bwana asifiwe. Na nataka tuangalie kwa kitabu cha Mwanzo ni 44. Sasa ni 44 na tuwe kwa wapi kwa jamaa tirani kana washerane kwa ndio kwa hadithi dalika. Hivi tu. Alio Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Na nataka tuangalie kwenye kitabu cha Mwanzo ni 41 kuanzia pale mstari. Mwanzo 41 kuanzia pale mstari wa wapi 41 kuanzia 39 to 52 ni marejeo kadhaa, lakini tutaambatana kama vile Bwana atakavyosaidia. Bwana asifiwe. Haleluya. Na katika hiyo harakati nitaenda nikigusa ndani maneno mengine inayoambatana na hii mambo. Bwana asifiwe. Haleluya. Wacheni tukasome hilo neno. Bwana asifiwe. Mwanzo ni 41 kuanzia mstari wa 39 mpaka 52. Ni mahali penye mbali kiasi, mkubwa kiasi, lakini wacheni tutalionea Haleluya. Bali inasema kuanzia aya 9, ndipo Farao akamwambia Yosefu, maadamu Mungu amekufunulia yote haya, hakuna mwingine yeyote mwenye akili na hekima kama wewe. Wewe utakuwa msimamizi wa jumba langu la kifalme, na watu wangu wote watatii amri zako. Nikuhusu kiti cha kifalme tu, nitakuwa mkuu kuliko wewe. Aya ya 1 nasema, kwa hiyo Farao akamwambia Yosefu, sasa nakuweka uwe msimamizi wa nchi yote ya Misri. Ndipo Farao akaifua pete yake ya muhuri kutoka kidoleni mwake na kuivalisha katika kidole cha Yosefu. Akamfika majoho mazuri ya kitani safi na mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Akampatisha katika gari lake la farasi kama msaidizi wake. Watu wakishangilia wakisema, achieni njia. Ndivyo Farao alivyomweka Yosefu kuwa msimamishi wa nchi yote ya Misri. Kisha Farao akamwambia Yosefu, mimi ni Farao, lakini pasipo neno lako hakuna mtu mwenye ruhusa kuinua mkono au mguu katika nchi yote ya Misri. Farao akamwita Yosefu Senefanea, pia akampa Asenathi
Potifero kuhani wa mji wa Oni kuwa mke wake. Ndipo Yosefu akaitembelea nchi yote ya Misri. 46. Yosefu alikuwa na miaka 30. Wacha turuke hapo twende mstari wa 51. Wacha twende mstari wa 51. Yosefu akamwita mzaliwa wake wa kwanza Manase, akisema ni kwa sababu Mungu amenifanya nisahau taabu zangu zote pamoja na jamaa yote ya juba ya baba yangu. Mwana wa pili akamwita Efraimu, akisema ni kwa sababu Mungu amenistawisha katika nchi ya mateso yangu. Bwana asifiwe. Wacheni na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru na kuinua na kuabudu katika jina la Yesu. Nimesimama mbele ya watumishi wako, wakike wa kiume, wakubwa kwa wadogo, Bwana wa Bwana. Ukoo wa Sara na Ibrahimu, Bwana wa Bwana. Katika jina la Yesu. Asante Bwana wa Bwana. Nitakaponena hili neno, Bwana wa Bwana, Jehova, na mafuta yako ya mbinguni yanimwagikie Bwana wa Bwana. Nipe nguvu na ujasiri wa kunena neno lako. Bwana wa Bwana, naomba Jehova kimogoro, Roho Mtakatifu anisaidie kupitia yote. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Nataka kunena mambo manne. Bwana asifiwe. Ninaohusiana na hiyo neno ambalo tumesoma. Mambo ya kwanza, jambo la kwanza ni sifa. Kuwa na kibali. Kuwa na kibali cha Bwana. Bwana asifiwe. Kuwa na kibali cha Bwana. Maana nimekwambia ya kuwa Bwana asifiwe. Pale mstari Yosefu found favor in Pharaoh's eyes. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na wakati nilipokuwa nasoma, Bwana asifiwe, maandiko yakanirudisha katika Mwanzo 26 mstari wa 12. Bwana asifiwe. Huo ni wakati Isaac kukawa na njaa kule Israeli. Bwana asifiwe. Na Isaac akatafuta mahali atahamia. Bwana asifiwe. Na Mungu akamtokezea usiku huo. Bwana asifiwe. Wakati alikuwa anawaza niende Misri ama niende wapi. Bwana asifiwe. Mungu akamnong'onezea usiku, akamwambia usiende Misri, enda Gerari. Gerari ni kwa Wafilisti. Akamwambia enda Gerari. Bwana asifiwe. Na kukawa na ukame mkuu hata huko Filisti, kwa Wafilisti. Bwana asifiwe. Kukawa na njaa kubwa. Bwana asifiwe. Lakini maandiko yanasema ya kuwa Isaac akapanda kukiwa na kiangazi. Isaac akapanda, Bwana asifiwe, na akafuna magamia. Ukiwa ni kibali, Bwana asifiwe, mahali pote unafaa. Bwana asifiwe. Haijalishi uko wapi, haijalishi uko ugenini, haijalishi uko kwa shida jangwani. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukiwa na kibali cha Bwana, na kibali cha Bwana kinatokana na utakatifu. Wacheni tuwe watakatifu ili kibali cha Bwana kiweze kupelekana pamoja na sisi. Wapendwa, Bwana asifiwe. Isaac akapanda wakati wa kiangazi, akafuna mara 100. Bwana asifiwe. Akaongezeka kuwa na mali ya Mungu duniani. Bwana asifiwe. Haleluya. Ng'ombe na mbuzi na punda na kondoo. Bwana asifiwe. Na farasi akawa nazo, na akawa tajiri katika nchi ya Ugeni huko wa Wafilisti. Bwana asifiwe. Sasa mfalme wa kule wakaungana na wenye kijiji ama wenye mji, wakamwendea Isaac wakamwambia, sasa unajua umekuwa mkubwa kuliko sisi, unajua umekuwa tajiri kuliko
kuliko sisi. Unajua umekuwa na nguvu kuliko sisi. Sasa funga virago uende kwenye ulitoka, urudi huko. Bwana asifiwe. Haleluya. Na baadaye walienda kumtafuta tena. Bwana asifiwe. Akawauliza, sasa na mlimfukuza kwenu, ni nini tena mnanikujia? Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu katika hii njia ya wokovu. Unajua ni watu wengi wametangatanga katika hii wokovu. Bwana asifiwe. Na mahali wako wao ndio watakwambia. Mimi sitakwambia, wao ndio watakwambia. Wakikutolea ushuhuda watakwambia mahali wako. Kama hawajaenda kutoka hapa na njia utakatifu, mahali ulipoenda, Bwana asifiwe, sijui unaenda na njia gani. Mimi kwangu ile bidii ulinikuta hapa nayo nikiwa mwanasa. Mnikiwa kiongozi wa wanayuthi, hiyo bidii ni kali nayo. Bwana asifiwe. Sijagairi na sijakuguza. Bwana asifiwe. Kule wewe ukija kama leo asubuhi nilikuwa nimepitia upanga. Kila kitu nione iko swali. Hapo nikuja hapa. Bwana asifiwe. Ujiulize nitoka saa ngapi kubali na nikanja na halafu nikapanga huko na nikanja na nikafika hapa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kuwa na njia za utakatifu, Bwana asifiwe, utakapata kibali katika maisha yako. Bwana asifiwe. Maana mtu anaitwa Yosef alipata kibali cha kutoka kwa Farao. Bwana asifiwe. Na maandiko imetuambia ya kuwa akapata kibali, akapata favor, kibali kutoka kwa Farao. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo akawa kiongozi wa nchi ambayo sio yao, nchi ambayo ni ya ugeni, akapata nafasi ya pili kwa uongozi. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kutoka hapo, Bwana asifiwe. Ile nyingine ni to be uplifted. Uplifted. Bwana asifiwe. Utakapoenda na njia za utakatifu, utakuwa uplifted. Utainuliwa. Haijalishi ni wapi uko. Bwana asifiwe. Lakini Mungu atakuinua mahali uko. Bwana asifiwe. Hata ukienda kwa nchi ambazo Waislamu ndio wengi na ndio wanadominate. Bwana asifiwe. Haleluya. Uende na njia za utakatifu. Mungu atakuinua katika nchi yao. Kwa sababu Farao alimuinua akamwambia nchi yote, hakuna mtu atainua mguu ama mkono isipokuwa Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuenende na njia za utakatifu ili Mungu aweze kuinua. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Ninapofanya hivyo, ninaposema uplifted, maandiko ilikuwa inanipeleka katika Filipians. Wafilipi 2:14. Wafilipi 2:14. Maandiko inasema don't argue, don't murmur wakati unapofanya kazi ya Mungu. Usipige makelele, usinungunike. Maana hii kazi sio bishop na sio reverend wataipa. Hii kazi ni mwenyewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo tunataka kufanya kazi na uadilifu with all your diligence. Bwana asifiwe. Nakwambia hautakosa. Bwana asifiwe. Amen. Unajua watu wengine wanafanya kazi kwa manunguniko. Bwana asifiwe. Amen. Mungu atusaidie. Utakosa kuelewa huyu ni Mungu ama ni Mungu wa kidunia. Maana utakapoona vile anafanya kazi, madhabahu
ili ukalipo wewe dada, fanya kazi yako kwa uadilifu na utainuliwa wakati wako utakapowadia. Bwana asifiwe. Mungu anakusaidie. Kwa hiyo Paulo alikuwa anaona Wafilipi akawaambia, na msinung'unike na kuagi Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe chukua hilo jambo kama jukumu lako. Bwana asifiwe. Ufanyie Mungu kazi ukijua yeye ndiye mwenye kulipa. Bwana asifiwe. Usikue kama yule ni maandiko katika mitume. Sio mitume Mathayo nafikiri ni 25 vizuri, wakati mtu mwenye tajiri aliwatia watu watatu talanta. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mmoja akapewa 10, mmoja akapewa 5, mmoja akapewa 2 na mmoja akapewa 1. Bwana asifiwe. Na baada ya miaka mingi yule tajiri akarejea, akawaita watumishi wake. Bwana asifiwe. Akawaambia, leteni chenye niliwapea. Bwana asifiwe. Yule wa kwanza alipewa 5, akapeleka yake, akamwambia bwanake, mimi nilipea 5 lakini nimefanya bidii, nimeleta ingine 5, kwa hivyo niko na 10. Huyu tajiri wake alimwambia na nani? Alimwambia kama simu na leo. Alimwambia, "Ingia. Wewe mkubwa ambaye mtakatifu. Ambaye unaogopa. Bwana asifiwe. Wewe ambaye mcha Mungu. Bwana asifiwe. Ingia katika pumziko." Yule mkubwa wa pili akaingia, alikuwa na bibi. Akamwambia, "Nini bwanangu? Ulinipea talanta 2. Na kwa hivyo nimezalisha, imekuja talanta 4. Bwana asifiwe. Akamwambia, ingia wewe mtumishi ambaye ni mtakatifu, ambaye ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Yule watatu alipata talanta 1. Akaamuka akiwa na mawasiwasi na kukasirika kwingi. Akamwambia, wewe saa hiyo ni mkubwa wake anaambia, najua utafuna mahali au kupata. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi nilificha kile ulinipea. Bwana asifiwe. Nikachukua chivo kwa mchanga nikakifunika, ndio hiki nikuletea. Bwana asifiwe. Wale waliokuwa wanasikia hiyo jambo wakaambiwa, mnyang'anyeni. Nyang'anya. Mpe yule ambaye ako na miki. Kwa hiyo unafanya kazi kwa msaha. Maana ninasema katika Methali, sikumbuki ni Methali gani, unamtaka wake na mmoja ni mlo wa jina na mwana. Wewe unafanya kazi yako hivi kama umekuja mikono namna hii. Bwana asifiwe. Wewe ndio mlo wa jina na nani ndio? Wewe mlo wa jina na Shetani. Kwani ni nini nimesema? Ni Biblia inasema mahali pale ndani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo fanya kazi yako kwa uadilifu na katika njia ya utakatifu. Na nakwambia Bwana asifiwe. Jambo la tatu ni kudii kuheshimika. Bwana asifiwe.
haujalishi uko na mwili mwembamba kama huu wangu, lakini kama unaenda kucheza na kuambia utaheshimika. Bwana asifiwe. Haleluya. Hayo ndio maneno tunaona katika mstari wa 42 na 43, verses 42 and 43, ndivyo inasema haya maandiko. Inasema ya kuwa ndipo Farao alikuwa pete yake ya muhuri kutoka kidoleni mwake na kumvalisha katika kidole cha Yosefu, akamfika majoo mazuri ya kitani safi na mkufu wa dhahabu shingoni mwake, akampatisha sikia, akampatisha katika gari lake la farasi kama msaidizi wake. Watu wakakaribia wakishangilia wakisema, achieni njia. Ndivyo Farao alivyomweka Yosefu kuwa msimamizi wa nchi yote ya Misri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Mfalme akatoa pete chake akamvalisha Yosefu kwa kidole chake, ile joho ambayo alikuwa amevalia na kujifunga, akatoa akamvalisha Yosefu. Bwana asifiwe. Halafu akampatisha kwa gari lake la farasi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Utakapoenenda na njia za utakatifu utaheshimiwa na wafalme watakuheshimu. Bwana asifiwe. Wachini na tuenende na njia za utakatifu. Kitabu cha Esteri 6 mstari wa 8 na 9, maandiko inasema, kitabu cha Esther 6 mstari wa 8 and 7. Kwa hiyo akamjibu mfalme, nasoma Esther 6 mstari wa 7 na wa 8. Kwa hiyo akamjibu mfalme, kwa mtu ambaye mfalme angependa kumheshimu, aletewe joho la kifalme ambayo mfalme ameshampa, na farasi ambaye mfalme alishapanda, ambaye amevikwa kanzi ya kifalme kichwani mwake. Kisha joho na farasi ikabidhiwe kwa mmojawapo wa wakuu wa falme anayeheshimika sana, nao wamfike mtu yule ambaye mfalme anapenda kuheshimu, na aongozwe akiwa juu ya farasi akipitia barabara za mji, wakitangaza mbele yake, hivi ndivyo anavyovaliwa mtu ambaye mfalme angependa kumheshimu. Bwana asifiwe. Amen. Ule wakati wana wa Israeli walikuwa wametekwa nyara na wakapelekwa huko Babeli. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo wakati mfalme alipokuwa anatafuta watu wa kuishi na wao, Bwana asifiwe, mmoja wapo akawa ni Mordekai. Bwana asifiwe. Na maandiko inasema ya kuwa Mordekai aliwekwa kwa lango. Bwana asifiwe. Mngoja kifo hali ushwa kwa waendelea ngeko reli ya hapo kihindo ni tondoi kana uwezi kujua kama wezi wataingia watakuja na kwanza wafunge ndio wapate access ya kuingia mahali hapa. Kwa hivyo yeye anangoja kama anashikilia kifo. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo wakati wowote na kukawa na mtu wa pili kutoka kwa mfalme Ahasuerus. Bwana asifiwe. Alikuwa anaitwa Haman. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo huyo Haman akapanga chama ya wana wa Israeli, Wayahudi wote waangamizwe na wauawe kwa siku moja. Bwana asifiwe.
itekwe nyara. Bwana asifiwe. Lakini wakati huo nataka kufupisha ati mfalme akaota ndoto na hakulala siku hiyo, na akaitisha kitabu cha ukumbusho, akaletewa, akafukua. Unajua Mungu anafanya mambo yake, akafukua tu mahali mambo ya Mordekai imeandikwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ikasemekana Mordekai alimfisuria siri ya kuwa kuna watu walikuwa wanapanga kumuua. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo hakuuawa kwa sababu ilijulikana, hiyo siri ilijulikana, na Mordekai hakufanyiwa jambo lolote. Bwana asifiwe. Na wakati kulipokuja akauliza ni nani hapo nje, watu wakamwambia, wale askari wengine wakamwambia ni Hama, mwambie rudie. Mfalme akauliza mtu yule mle ambaye mfalme amemheshimu anatakiwa kufanya nini? Anatakiwa kufanyiwa nini? Bwana asifiwe. Unajua Hama alipokuja hapa kujua kwani kuna mtu mwingine anaweza kuheshimiwa na mfalme isipokuwa mimi? Akamwambia mfalme, mtu yule mfalme anafaa kumheshimu, anavalishwa ile kanzu ambayo umeshawahi kuvaa. Bwana asifiwe. Na anavalishwa mapete na mkufu na mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Bwana asifiwe. Halafu apandishwe kwa ile farasi, wewe mwenyewe, wewe ile farasi ya white. Unajua wafalme wanaenda na farasi za white. Bwana asifiwe. Ile farasi wewe umewahi kuvaa na kukalia. Bwana asifiwe. Huyo apandishwe kwa ile farasi, na mtu mmoja ambaye anahisimika sana atoke ili ashike joo ya ile farasi, azunguke kwa mji akisema hivi ndivyo mtu ambaye ni mfalme amemheshimu anatakiwa kufanya. Ama akaambiwa na mfalme, enda ufanye hivyo na usipite jambo lolote. Hivyo umesema ufanyiwe Mordekai. Bwana asifiwe. Kiwa mtakatifu zako haijalishi utashindwa. Bwana asifiwe. Hiyo jambo lingine ni tubiona. Tubiona. Tupime. Bwana asifiwe. Haleluya. Tumesoma inasema mahali tukimalizia 51 mstari wa 51. Maandiko yanasema mstari wa 51, Genesis 41 kwa mstari wa 51 inasema Yosefu akamuita. Wacha tuanzie pale 50. Nasema kabla ya miaka ya jana kuanza, Asenathi binti Potifaro wana wa mtu wa Oni alikuwa alimzalia Yosefu wana wawili wa kiume. Yosefu akamuita mzaliwa wake wa kwanza Manase, akisema ni kwa sababu Mungu amenifanya nisahau taabu zangu zote pamoja na jamaa yote ya nyumba ya baba yangu. Mstari wa 52 inasema mwana wa pili akamuita Ebremu akisema ni kwa sababu Mungu amenistawisha katika nchi ya mateso yako. Bwana asifiwe. Amen. Tupige Bwana asifiwe. Utabarikiwa na watoto na mali ya dunia hii, hata kama uko kwa nchi ya ugeni. Bwana asifiwe.
Alafu nitamalizia na maandiko katika Waebrania 11. Waebrania 11 kwanza mstari wa 4 inasema, inaongea kuhusu Abel. Bwana asifiwe. Na hivi sasa tunaoongea Bwana asifiwe, nafikiri ni miaka zaidi ya 2000 imepita. Bwana asifiwe. Maandiko inasema Waebrania 11 maandiko inaanza kusema mstari wa 4, kwa imani Abeli alimtolea Mungu dhabihu bora zaidi kuliko Kaini. Kwa imani alishuhudiwa kuwa mwenye haki, Mungu mwenyewe akishuhudia sadaka zake. Kwa imani bado ananena ingawa alikufa. Miaka zaidi ya 2000 mahali tuko ati yeye ananena hata akali ikiwa alikufa. Wanasikia mstari wa 33 kuendelea mpaka 50 mpaka wapi? That mpaka 40 inasimulia, anasema mwandishi wa hii kitabu anasema, basi na siwezi kuelezea kuhusu Danieli, kuhusu Samuel, kuhusu Gideoni, kuhusu Baraka, kuhusu mtume wa Yesu na wale wote waliozima miale ya moto na wakafunika midomo ya simba. Wanasimuwe ikaendelea, lakini nataka tusome 49 tutamalizia na hiyo basi ya 39 unaenda kusoma hapo mbele. Usome kuanzia 32 mpaka 40. Inasema 39 mstari wa 39 hapo inasema, wote hawa wote walishuhudiwa vema kwa sababu ya imani yao, lakini hakuna hata mmoja wao aliyepokea yale yaliyoahidiwa. Sikieni wapendwa, ikiwa tunagonja kama Danieli wanatugonja, watu kama Mashaka na Meshaki na Abednego wanatugonja, hawajalipwa wapendwa, ati wanatugonja tuwe watakatifu katika hii njia, watakapolipwa na sisi tulipwe. Na tunaongea over 2000 years damu hawajalipwa. Mstari wa 40, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea kitu kilicho bora zaidi, ili tu kwamba wao wasikamilishwe pasipo sisi. Sikia tena Bwana. Tuomeka kwa kweli. Kama ulimwengu yale Afrika. Antiposo makini baada ya wabelwa. Atipitwe ile tuhasire. Nienda tukali hapo hamwe nao. Uwe kati. Tengeneza njia. Uende na njia takatifu. Ili wao wanao kuoja kule. Waweze watu wao kulipa. Hawatalipwa kabla wale hawajakamilika safari. Ndio kwa Kiswahili inasema, Bwana niongoze, ninatamani kufika. Bwana niongoze, ninatamani kufika. Bwana ni kaza kufikiria. Ninaona watu wawili kuendelea huko. Mzee anakuwa na watu wengi sana. Wapenda anakuwa na watu wengi. Sasa nitauliza Mungu,
miaka godoro ya mtepo. Nikaanza kuangalia ni kazi gani nimefanya. Nikaangalia harusi zile nimesimamia kuwa best couple. Nikaona nimesimamia harusi 7. Nikaambia my wife, from now, tutolikuwa tuna miaka mingi. Tukakuuliza, nikaambia nikaangalia. Wacha nilipofika kuwa pastor, nikasema sasa, unless I do otherwise. Na akakubali hivyo. So kutoka wakati huo, unless otherwise, na tunajua kuna chakula ingine, hii iwe ni mimi, sasa nimeacha na hapo. Lakini hapo nilifikia, nikaona hiyo ni kazi. Nikauliza Mungu, utanibariki kwa hiyo kazi nilifanya. Nikaenda kwa harusi zile nimeshikanisha. The wedding that I have celebrated. Nikapata nimeshikanisha harusi 40. Unless I have forgotten him. I have other names. Wakanisa letu ya Compassionate na mahali pengine naitwa. Lakini ya Compassionate ikawa ni harusi 23. Nikaanza kuwa na furaha kwani nimefanya kazi. Na nitabarikiwa kwa hiyo kazi nimefanya. Haleluya. Promising the name the more before here and other places. Because kama vile itabiliwa. And again we don't always serve the body of Christ only here. Na mnajua hivi. Mimi nataka makanisa mingi naitwa. So out of all these 22 ya Compassion. Sasa nikaangalia ni kazi gani nyingine nimefanya. Nikaona nimefanya ordinations. Nimeteua not church elders pastors. Nikaona I have done ordinations 32, and out of 32, 26 ya Compassion. Iko kazi nimefanya. Haiwezi kuonekana. Na Mungu alinipatia ufunuo wakati huo niliposema nitakuja. Sasa hiyo ingine ni mahali pale nimegusa roho za watu. Nimehubiri. Nikaona Mungu ananipenda. Mimi ninajiona kama kuna kazi ninafanya. Jana nilikuwa naangalia maandishi ya hapo. Wakati mwingine mnachakua hapa mshangae. Unaona mimi nakaa. Ile kitu nilielewa na Mungu, lakini sijaangalia hata siku moja. Okay. Hebu niache. At least I can thank God that I have done that. Na hili nimejua. Kujenga makanisa, kununua plots, ya business. Kama vile ndugu yetu Moreo na Kinuthi alikuwa anasema, ndiye nilikuwa nimeanza kolo. And they know what I have done for that church. Mkiingia hapa, mkienda pale shuleni. And when we come to giving, I'm always number 1. Ukisema tunafanya foundation, yangu ndio inakuwa number 1. Mimi sieleze watu watoe. Tuko na harusi somewhere. Kwa tumekana wakuja jana, sasa wanajatia sana Novemba, tuko na ingine, tuko Ruai, na tutaendelea, tuko na wengi. So I believe there is more work for me that God will do. Kwa hivyo vile ninasema, you touched my life, even to see me.
Mimi nimekaa kama yule mzee alikuwa anapokea kijana yake, the prodigal son. Walipoenda, there is one thing that God talked to me. And you can testify this. Ni hati Mungu wanajina kama vile ndio. Na toka maneno ni ndio kama hivi nasikia mlema akisema wakati mwingine nampataka huko namuuliza tu ajili nilikuwa nampenda sana hata nilipokuwa napata wakiwa na mke wake huko kwa Mbadeni naingia huko na kuchukua chai ndio hapo. But it so happened, even I cannot even today. The same with Indonesia. Just by the other, most of you, after many years, hata tumekutana siku ya leo. Yeye kile maneno haya ni kufanya. Yes, some people that like that. Digimanikana. There are few of you. Jikaikaraga kaipa moto. Niendelea na udakili. Tunakaa hata ikiwa ni gesi. Nasikia kihoga ananipigia simu. Au nataka keleka mlani. Ndio ndio nataka. Mama Sura tembea huko namuona hata akakushukire Christmas mimi na haraka hivi. Naona anatupa kitu. So some of you invite me. Tukienda huko nikienda leo tunakutana na Kennedy. Kennedy ni kimaru ya kazi kwa sababu nika mkawa ngera. Hivyo nasikia nilikuwa na yeye. Na nipigia simu. Akiwa na swali lolote, the first person to call. Kwa hivyo nikuonyesha what is the important to me. Na nikaikemwe. If you talk the truth, mumenda hakupendi. But you never make a fuss with a heart. So me, you know, I don't mind where I go. I'm not going to talk about that. I still have that heart. Because that is the way God has created me. Let me tell you today that it has surprised me. And you have made my heart to feel so much blessed. And you have given me even more heart to serve more. Todo mundo ali tem que eka kapo devega erigena magai yakamba today you are here because of what I have done. You were kutoka the build to our soul, but you still remember I'm still at the gate waiting for you to come back. Amen. There is plenty to be even here. There is plenty. You come back. You should be calling me to come and ordain you to continue the work. You man makan that talking now. Madam do akasera na tamu jambo kama tumani to wa pastors. Aya mahikuli de makan. And it is not late. Ona kandosu hikulete. Call me. You continue with that church. And a compassion. Because kaya yandika nido na kuweka kandawa. And I remember what is here, that all things are possible. I remember Mama Sido came tulikuwa pale na akasema ataniarudi ndio tunakazika. Kaya tumeka hadi kwa kanisa. The same thing with Simon. Na nini alikuja ndani kwa Simon? Hata wakati Simon alikuwa anaenda nyumbani, hata alikuwa anafanya kazi. Mwenye mwanzani wake ndio ndio kwao. Okay kanisa huko. Number 2, and I always say, ndani ya kuja kujigeuka. Awanai kwao. Ona ndio kujigeuka magaweka. Yes, come back to here on a Sunday, then it goes back. Up to now, there is nothing I can tell you. Simon is added. We're not going away. But it's by heart. Those are the people that I love. So that is why I was saying, I'm still waiting for my prodigal sons and daughters to come back. We'll move ahead. Because there is still room.
kile nyumba noka ni kwa sababu watu yakibide kule no kule dipita mbona na kule ndani ndio kule ili mtu alike huko koroba kwa koroba na yake kwa ndio yake kaya kumtekia mkejrai huko ndio kule mtu ya to haita huko koroba kwa shida kule kwa ile ona mtu mmoja ndio hawa ndio ukitio kole mtu mkina kisukile kisukile ili bora kisukile ndio na kaya kumtekia amu mwana mkuru muligale na kwale vile ndio ndio ile kipata haya Lord, that will carry you now, and then you continue, and you'll be blessed. You are a partaker and part and parcel of the church. Some of you, even when you are gone away, heaven is your good day. Because of your trouble, there will never be a good if you bring up with you, they are getting it. There will never be a good day. I'm going to carry you. I'm happy today that there is a good picture that somebody who is to say, Tikinaga Mutu Mahwani Demo. This is not a Muboka, they are not all get better. But the Muboka, and Muboka is Bishop. They will Muboka did that need to get out. But when I go, and I get my country, if you have come at a time like this, that's nothing for so I feel, and I was feeling in my heart, that as you were speaking, I want to be this a blessing to you. I remember one time, people then get other one time, Bishop, the present Bishop Mark, he had a meeting like this. At one of the man who did little car, they come in their churches. They bought him a new car. And he's about to get people at it. Who walk and walk away there? Would you come to see? Oh, get it. One get to my damn you now on the good man. And when he came, he had been bought a new car. Now they carry out. And he was also packed with some finances. He said that these people be blessed. There is a paper today, and no idea to and no matter of your prayer. And the church is still going to continue. The church is big now. If you go even to foreign lands, you'll find the river church there. Go to Uganda, go to Tanzania, and all those places. It is my desire. You are under the word of God. No problem to the point of it is us. I don't know how many of you have been watching. But we are going to do the work. They are going to get the people. They talk at Jerusalem, whatever. Now, whatever. Now, how the hell would they? Mutu siya ko po kagawa ko na ako mamuga sa waisa, magla presentation. Nandito ko bilang ng kaya. Now, but we have no sarcasms. All through we have seen it. We have never forced to give money with the fake miracles, with the fake promises. We have never done it. Paul said, and I still remain. If you give anything, you give because out of heart, not on record. So whatever you have done for this church, we have put the land together, we have done very many things, we have built churches in other places, they are compassionate. And they have always asked people, give out of me. And it's a blessing. And I believe that God blesses. Now, there are some people here, and they do that from last year. The last month of the year. Niliwaambia Mungu amefungua mlango na kuna mtu atafunga. Gari yako ita, miti Mungu ni mlango. Na mtu ukiohika. I believe and be assured, if this is one of the doors that God has opened, for you to come and receive blessings and even to have a word from me, I feel I am so much blessed. Let me tell you, my children,
I'm happy to see you. Some have been away for long. Lakini tukikutana, I will never change the tune. Look at my human look at the Nipopera, you cannot tell me what I was. What I was what you feel. So, whatever you are happy, you are at home. Amen. You know, I just, after the interview, because you know, that's great. Ni jaribu nikaitafuta kupigia. Lakini nilipoona wakachukua kasema okay. Kirudi wakati mwingine na mpigia na nikafikia kuja bwana hapa hivi. Na tunaona na yeye. Let me tell you, atwa ya kama tangu kutaka kuja kanisa. Tamuye kana ni damu kwa tono moto. Mariele na baadhi all those guys. The Equity Bank wananiitaka. Na ninajua hawa ndio walikuwa signatories. Wanakuja wengine. I've never endorsed them to continue with that account. Hata ikawa pesa zimemalizika huko, kwa sababu lazima ziendelee kusikakatwa. So they took that decision. Those are the right people that had received. We must learn this. And they were others, even pastors. But I never did it. Na ndio wakakuja kwa Mungu. You get the atuangefuwa mtejoro naka ya kumwale bia muri aratume tutukuru wangu bia even na hizo ndio usipate ndio na waangalia kwa kwa hapo tunampenda sana hata siku moja tulimtembelea with my wife and I had a reason why I went there but I miss your husband anytime nikija tumpati tukisema tukuje. Alikuja hapa siku moja akasema Mungu alimwongelesha. Oke kwa topeka. Hata kulingana basi kuna maswali ya ndani. Tukilia. Na kukana amwali wani na senesi. Tulikuja hapa tukashukuru. Akifikira hata ulicheki kanitoyo na niarewe it's time to come and say thank you. Even to the church. May I say, my dear children, God give you time to come and say thank you. Mtu dagakira yuko hajaruka. Niko wimbo nisikia hakinetuwa kimba. Lakini mwe kanda turaka kule ya dei yake. Kiombe bila ile. Kulia vile ni mara kanisa. Noka jeramu lile. Dakikora pesa kwa tafuta kutoka haria api. He brought 10,000. I was there that day. Akikwenda hapa kule Hesi. Nije ngombo kukiteke. You make this impressive because you want to take the person somewhere else and you cannot remember. Remember your father and your mother. At the end of the day, you have come here, start the blessing here. God will bless you the rest. God will bless your children. We don't wake up on a keka your brand. If you want to bless it, start it from here. You just need to but you don't know here. Don't know what they're going to get. Don't know asubuhi sijui kama ni leo ama usiku nilisikia huko kibo akigaia ukando rangia modojera no kuja kutia kwa and let's not take things lightly kwa sababu mimi mnaona watu wale wanaongea kwa TV mnasema hiyo wenye baraka ndio pesa zako huko often whenever we are here tulikuwa na watu wengine tulikuwa tunasoma pamoja. Ni muhimu kama tukiwa mpaka Uhuru Park. Today Uhuru Park ndio yako. Unless you come with your blessings are here. Wewe wengine unafikiria wanaweka watu sijua kaopewa. Sijua kati hapo ndio because God is us not chosen. And whatever we pray, we believe that comes to pass. Tumeomba mambo mengi na tumeona. Iko mambo mengine niliongea lakini niliona sitaongea leo. If God this time nitamwambia tu hata haya yote tumefanya ordinations, weddings, iko some nonsense nilikuwa nataka kusema kitu lakini sitasema leo because I believe that even whatever blessings tunapokea and you can be a witness. Nito kihana na damu kwa moyo tukifikiri Mungu anataka na mnaweza nasikia hata watu wakienda huko certificate wanatoa 20,000
Wengine wanaambiwa lete pesa 20,000 here. Ukimiss that time, pesa zako zinaenda. And it has gone. Wengine hata wanaitwa majina. Utoi time. Na nasimama hapa tunasema hivi. Wengine wanakuwa na vitabu. Bishop anaenda na anaangalia mabishop